Halo, halo watoto wa Mungu, kanisa takatifu la Mungu lililonunuliwa kwa bei ghali. Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo, wewe ambaye unatufuata kwenye social media, YouTube, Instagram, Facebook na kwenye magrupe mbalimbali. Tunasema Bwana Yesu akubariki sana. Leo tuna mafundisho mazuri ambayo yanaonekana kuhusu wa malaika, na ningelitaka kuonekana kupartajie mafundisho kwa watu wengine, maana nayo ndani yake mna siri kubwa ambayo itasaidia maisha yako ya kiroho. Nitakuwezesha tena upate kuonekana kutembea pamoja na Bwana Mungu wako. Baba, katika uwezo wa jina la Yesu Kristo, muumba wa mbingu na nchi, Mungu wa Abraham, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, source ya uzima wa wanadamu wote, na si wanadamu tu, lakini source ya uzima kila kitu katika dunia. Nimekabidhi mikononi mwako mafundisho haya Baba, uipake mafuta na kuiangazia, na utukufu wako endelea kusimama katikati ya mafundisho haya, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mpendwa, leo nataka tuzungumze katika siku ya leo. Kuna mzigo ambao Bwana umeonekana kutia katika moyo wangu. Tuzungumze kuhusu habari za malaika, kwa maana ni miongoni mwa mafundisho ambao leo dunia iko ndani ya mchanganyiko. Kila kitu kenye dunia iko ndani ya mchanganyiko, maana yake kuna bezwe ijue ni kitu gani utofauti katikati ya malaika na mapepo. Ni kweli unaamini ya kwamba malaika ama mapepo ni viumbe, ni malaika walioanguka? Hapana, mimi siamini. Lakini tutaonekana kupata mwangaza katika Biblia. Lakini mbele ya yote tuanze jua kwamba malaika ni viumbe ambao vilionekana kuumbwa na Mungu. Na kama malaika ni viumbe ambao vilionekana kuumbwa na Mungu, tena vilionekana kuumbwa na Mungu mbele Adamu aonekane ukanyaga hii dunia. Acha nikwambie, dunia hii ambayo tunaikanyaga wapendwa, haina tu miaka mingi, lakini nitumie ile lugha ambayo iko rahisi, ni dunia inayozeeka. Ama nizungumuze, haiko tu dunia inayozeeka, lakini iko antique, maana ni ya zamani sana. Hii inaweza kuwa lugha ya mwepesi, hiyo unaweza kuelewa. Wakati Mungu alipoonekana kuangamiza watu wa Noa, Mungu alionekana kuangamiza ndio viumbe, lakini tere haikuonekana kuangamizwa, haikuwa kwa ndani. Ni viumbe ndio vilionekana kuangamiza, wanadamu, manyama na vingine. Cha kushangaza katika ile jugement ya Adam ya Mungu kuonekana kuhukumu Noa, Biblia haionyeshi kama tena Mungu akaomba miti, haionyeshi. Lakini ilikuwa ni etape ya restoration. Ni kipi kenye kilionekana kukufa katika dunia? Ni uzima ambao Mungu anaonekana kupatia wanadamu. Ndio anaonekana kuuawa, lakini Mungu akaprotege uzima ndani ya mtu ambaye anaonekana kuitwa Noa. Sasa malaika na mapepo ni viumbe viko tofauti. Malaika ni viumbe vya mbinguni, lakini mapepo ni viumbe vya duniani. Haleluya. Malaika ni viumbe vya mbinguni, lakini mapepo ni viumbe vya duniani. Inabidi kwanza uonekane kujua hilo. Na katika mbingu kuna aina 5 ya malaika. Katika mbingu kuna aina 5 ya malaika, na kundi ya kwanza wa malaika ukitaka kusoma tuonekana kuyapata katika kitabu cha Isaya sura yake ya 6 na mstari wake wa kwanza. Lakini mbele niendelee, acha tusome kwanza andiko ambazo zinaonyesha kama malaika ni viumbe ambavyo vilionekana kuumbwa, tena vilionekana kuumbwa mbele Adamu hajakuwa katika dunia. Tutaanza na kitabu cha Ayubu. Kitabu cha Ayubu
Ayubu sura yake ya 38, 38 Job. Ayubu 38 na mstari wake wa 4 hadi 6. Tasoma katika jina la Yesu Kristo. 38 Job verse 4 up to 6. What the Bible says: Where were you when I laid the earth's foundation? Tell me if you understand. Who marked off its dimensions? Surely you know. Who stretched a measurement line across it? On what were its foot set? Or who laid its cornerstone? While the morning stars sang together, and all angels shouted for joy. Hii verse inatuambia kwamba viumbe ama malaika ni viumbe ambao vinaonekana kuumbwa avant Adamu aonekane kanyaga katika dunia. Na hapa inaonekana kutuonesha kreatire mbili katika mbingu. Inaonekana kutuonesha ya kwanza kwa sababu inasema while morning stars. These are chief angels. Hawa ni aina ya malaika viongozi katika mbingu. Acha nikwambie BNM. Mbingu haiko kakitu kamoya fulani. Lakini mbingu ni planete lao. Place ambayo Mungu anaonekana kuketi. Where there is a government. Again, a strong government. Powerful. Where God himself stays. Njo andiko unaonekana kuzungumza, unaonekana kuonesha morning stars. Hizi ni kundi za vile malaika viongozi ba madepartement kubwa katika mbingu. Na kitu kingine unaonekana kuonesha, inaonekana kuna detail, the angels shouted for joy. Hapa kwenye andiko unaonekana kuonesha the angels shout for their joy. Mwingine transaction ya Biblia unaonekana kusema the sons of God. Hii ilikuwa unaonekana kuonesha malaika za kawaida. Kwa sababu katika mbingu kitu ambacho inabidi uelewe, kuna malaika wenyewe bako atashe kutrone ya Mungu, hawapatikane duniani kwa urahisi, na kuna wa malaika wenyewe wako atashe kwa wanadamu. Hivi ndio kisi department zinaonekana kwa wanyika. Na vile viumbe ambavyo vinavyotumika katika mbingu ni viumbe ambavyo pour que vipate kwa duniani ni kuirigence sana. Kwa mfano Mikaele, Gabriele, ni wakati huko irigence ndio vile viumbe vinaonekana kutumika. Lakini hao wengine wa malaika wa kawaida bako sasa tu ba jeune garçon wenye hawezi kuba-identifier. Balionekana mkitabu wa Machi, mkitabu wa Actes des Apôtres. Ukitafuta bali wanaonekana kuchombokea Manoa. Biblia inasema kama balikuwa wanaonekana bako wanajulikana kama ni wa malaika. Hakuwajua kama ni wa malaika. Jua nini? Balikuwa wanaonekana bako tu ba jeune garçon. Andiko ya pili ni kitabu cha Wakolosai 1:16. Wakolosai 1:16. Biblia inaonekana kutuonyesha pale kwa Kolosai ya kwamba malaika ni viumbe vilivyoumbwa. Malaika ni viumbe vilivyoumbwa. Kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza na mstari wa 16. Maandiko matakatifu nasema hivi: For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or power or rulers or authorities, all things have been created through him and for him. Hii inatuambia kwamba viumbe vyote vya mbinguni na vya dunia vilionekana kuumbwa. Ina maana kwamba hata malaika walionekana kuumbwa. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa sana. Na wa malaika vilikuwa ni viumbe vilionekana kuumbwa. Na vilionekana kuumbwa avant Adamu hajakuwa katika dunia. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo barikiwe sana. Sasa kitu ambacho inabidi uelewe, dunia ambayo mimi na wewe tuko ndani ilipatiliwa kiongozi mwenye anaonekana kuitwa Lucifer, ambaye ni malaika mwenye alikuwa anaonekana kuongoza hii dunia. Na kwa kwenda haraka
Siku Bwana ataonekana kutupatia neema, tutaonekana kuzungumzia viumbe ambavyo Lucifer alikuwa anaonekana kuviongoza. Yes, they are in the Bible. If kama Lucifer alikuwa anaonekana kuongoza dunia, waza pamoja na mimi. Now, this is the word of God. You have to think, you have to chew it. Not in the realm of the flesh if you want to think about the word of God, but you have to go in deep in the realm of the Holy Spirit. Then the Holy Spirit will bring it real, will reveal the glory, because the Holy Spirit was the author of this Bible I'm holding. Roho Mtakatifu ndio auteur wa Biblia. Paske yeye ndio alikuwa anaonekana kufunua watu. Kufunulia watu ambao wanaonekana kuandika. That why, so that you may understand these scriptures, the powerful scriptures, the word of God, the eternal word of God. You have to welcome him into your heart. After welcoming the Holy Spirit into your heart, then he shall reveal this wonderful Bible of God. He's going to reveal to you. Because the Bible said, to whom is pleased, he reveals himself to him. Kama Mungu akipendezwa pamoja na wewe, huwa anakufunulia. And you are not going deeper in the Bible because you are seeing like it is just an ink, white and black. But once you meditate upon it, you'll find a revelation that is hidden. This is a great treasure. Trésor caché. La puissance de la divinité de Dieu est cachée dans la Bible. Kitu ambacho inabidi uelewe, kuna viumbe ambavyo Lucifer alikuwa anaonekana kwa viongozi. Basi Biblia inaonekana kuzungumza hivi. Biblia kunasema kwamba alikuwa mediateur wa mbingu na dunia. Alikuwa anatusha raporo duniani anaipeleka mbinguni. Hii raporo ilikuwa inaonekana kuitosha wapi? Kwa viumbe gani? Ndege, ngombe, mbuzi, ndio anaonekana kupatia Mungu raporo. Na Mungu anatosha raporo, anaonekana kupatia Lucifer, anaonekana kuleta kwa viumbe vya duniani. Alikuwa anaongoza nini? But I am not there. Let us think about these angels in heaven. Kundi la kwanza la wamalaika katika mbingu wanaonekana kuitwa seraphims, wanaonekana kuitwa maserafi. Kila kundi katika mbingu ya malaika iko na kazi na lengo kubwa Mungu kuonekana kuiweka katika mbingu. Think about this. If you read in the book of Ezekiel, ukionekana kusoma katika kitabu cha Ezekiel, utaonekana kugundua where God sit, kwenye Mungu anaketi, flaming of fire around his throne. Moto ndio unaonekana kuzunguka that God that you have in your heart, and you are playing with him, like you don't mind about the divinity of God Almighty. Holding, you bear God in your heart, and you move with him in the market, at school, everywhere. You are moving with that God in you. Everywhere, at school, at work, you are working with the Lord God, the creator of the universe. Bwana muumba wa mbingu na nchi. Ni upendo gani aache mbingu akuje uketi katika moyo wako? Think about that one, people of God. That means you are an important person on the side of God. Don't despise yourself. Usijidharau. Uko mtu wa maana sana because you have God in your heart. That God which is in your heart makes you to become a member of heaven. Wow. God didn't come in your heart just you start playing, going
in the girl somewhere playing and doing something. No, it's because you belong to him. It's because you are a member of heaven. You have to know that, people of God. You have to know it. Unapaswa jifunisha ile kitu katika maisha yako. Having God in your heart. Wow. Sijui kama niwezi sema namna gani upate kuelewa hiki kitu. Lakini Bwana kusaidie uelewe thamani na utukufu ambayo na faida ambayo Bwana anavyoonekana kuona katika maisha yako. Kundi la kwanza wanaonekana kuitwa maserafi. Isaya sura ya 6. Isaya sura ya 6 na mstari wa 2. Onekana kuanzia pale. Pia kama itakusaidia ujue Mungu ambaye unayemtumikia. Biblia inaonekana kusema hivi. Above him were seraphim. Ndio maserafi, each with 6 wings. With twin wings they covered their faces. With twin they covered their feet. And with twin they were flying. And they were calling one another, Holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of his glory. Waza ikitu. Hii ni kundi la kwanza la wamalaika ambao wanaonekana kuitwa maserafi. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence. Thank you for your presence, oh Jesus. Baba, naendelea kuombea wagonjwa na kumtia kila mtu aliye mgonjwa katika muda huu. Hata puissance ya mafundisho ende kugusa maisha yake na kuleta transformation ya maisha yake. Mwili ambao uko mgonjwa, kuanzia saa hii Bwana, uanze kusubiri guérison dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse que ta puissance, Seigneur, foi yenyewe unaonekana kuangalia video, yaanze kutransformer maisha ya mtu mwenye mgonjwa na mwenye kuna difficulty. Katika muda huu Bwana, anza transformer maisha ya mtu mmoja katika siku ya leo. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Feeling the anointing right now. Biblia iko inaonekana kutuonesha kundi la kwanza la wamalaika ambao wanaonekana kuitwa maserafi, seraphim. Hii seraphim ni neno ya wingi ya pluriel. Hata kama Biblia inaonekana kutupatia detail, lakini inaonekana kutuonesha vile gisi iko kwa wingi, manake wa malaika ni wengi katika mbingu ambao ni maserafi. But the Bible didn't give us the details how many they are in heaven. Kisa kitu cha pili inaonekana kutuambia sasa karakteristiki ya hao malaika. Inaonekana kutuonesha kwamba wako na mabawa 6. Mabawa 2 wanaonekana kufunika uso, 2 wanaonekana kufunika miguu, na 2 wanaonekana kusaidia kuruka. Kwa nini? Mabawa 2 ambao wanaonekana kufunika uso, why? Because they are close. These angels, they are close to the throne of God. Hao malaika wako close, wako karibu sana katika kiti cha utukufu cha Mungu. Jusqu'à ce que puissance ama utukufu wa kiti cha Mungu haiba permettre bapate kuangalia utukufu wa Mungu. They can't see because the Lord is very holy, is too holy. Mungu ni mtakatifu sana, kwa kiti chake kunaonekana kutoka utukufu sana, jusqu'à ce que hawa malaika hawawezi kuangalia kiti cha utukufu cha Mungu. That's why they close their eyes. They can't see. They can't afford to see the throne of God. Why? Because the radiance is too much. Bwana wetu Yesu Kristo saidie sana. Then with 2 they do what? They cover feet. Why? They cover feet because most of the time feet
is the rightness, or let me say miguu katika Biblia huwa inamaanisha utayari wa kupeleka wa kufanya kazi ya service katika mbingu. Hii ya kufunika miguu inatuonyesha kwamba they are commanded, ni watu ambao malaika wanaonekana kutumika sous conduite, sous commandation, do this. And what you want to think, what you have to understand, comportement ya kwanza wa malaika ni watiifu, ni wako na moyo wa utiifu. Comportement ya pili ni wavumilivu. Think about these things. They were waiting. Malaika alikuwa na ngoya Jessica Seke Gideoni aende akuye aonekane pia kutoa sacrifice. Iko pale kunaonekana kumungoya. Iko na mungoya Jessica Seke Abraham kunaonekana kupiga chakula kwa ajili ya malaika, kwa ajili ya Bwana. Iko kunaonekana kungoya. Iko na ngoya Jessica Seke mtumishi wa Mungu Loti aonekane kuhatarisha chakula. Walikuwa kwa uvumilivu sana. Ni comportement wa malaika. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo libarikiwe sana. Na kitu ya tatu, wako na nyingine mabawa mbili inaonekana kuwasaidia kwa ajili ya kunini? Kwa ajili ya kuonekana kuruka. Why? For the speedity, waraka wa kuonekana kufanya service ya mbinguni. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo libarikiwe sana. What I would like to add here. Thank you, Holy Spirit. Even angels in heaven, they moved by the power of the Holy Spirit. I will repeat again. Bamalaika katika mbingu bana dependre na puissance ya Saint-Esprit. But what I want to make clear, they are not filled by the Holy Spirit. They are not filled by the Holy Spirit by their working under the anointing of the Holy Spirit. These are two different actions. You may be filled with the Holy Spirit, but you are not anointed. And you can be anointed and you are not filled by the Holy Spirit. Ask the Holy Spirit to reveal it to you so that you may understand it, people of God. These angels, they are moving by the recommendation of the Holy Spirit. It is the Holy Spirit who helped them to move. They can't move without the presence of the Holy Spirit helping them to move. That's why in your life, the presence of the Holy Spirit is very important to you. If you ignore the existence of the Holy Spirit, you are ignoring also your salvation. Think about that, people of God. And two, they fly. What I have also to add is this. When the Holy Spirit moves, there must be something must happen. The movement of the Holy Spirit caused God to say in heaven what the Bible says in Genesis chapter 1. Let me read it for you. Because sometimes we are saying that we are saying something that we are thinking. The Bible is saying, in the beginning God created the heaven and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering. Another translation is saying is moving over the waters, and God said. After the movement of the Holy Spirit, the voice of God is birthed. Après mouvement ya Holy Spirit, ya Roho Mtakatifu, ndio Mungu akasema. That were in the world, in this world, when the movement of the Holy Ghost appear, the miracle must happen. It is when the Holy Spirit is moving that the miracle was happening in the Old Testament. And even Jesus was depending to the Holy Spirit. Because the Bible says he's calling the Son of the Holy Spirit.
That's why when he came at the book of Isaiah chapter 61, the Bible said, the Holy Spirit is upon me because he has anointed me. Why? Because Jesus and the Holy Spirit, they were formed together. You can't separate them. Let me reveal these things to you. The Holy Spirit is Jesus unlimited. Wow. The Holy Spirit is Jesus unlimited. So the seraphim, they are the angels of heaven with 6 wings, 2 cover his face, 2 covers his feet, 2 cover this, to the help of them to move. And the voice was heard, holy, holy is the Almighty, the Lord Almighty. This tells me, hii inaniambia kwamba hawa wa malaika ni wa malaika wa utukufu wa Mungu. They are revealing the glory of God. Because they say, holy, holy, holy is the Lord God. They are the angels of revelation of the glory of God. Oh, what you have to think to know also, the glory of God is the Lord himself. Utukufu wa Mungu ni Mungu yeye peke. Long suffering God. Merciful. That is his characteristic of God. Sasa hapo unaonekana kuleta revelation ya utukufu wake Mungu katika mbingu. Utukufu wake ni resulta yako gisi ulivyo. Amekuumba, amekufanya gisi ulivyo. Vyote vitu tunavyoviona katika dunia ni resulta ya utukufu wake. God, that you hold him in your heart. This meant Mary holding the eternity in the heart. The Almighty accepted to sit in the body of the human being, the eternity God. This Jesus, after being resurrected, the Bible says, at that moment, the Bible is declaring that at that moment when Mary came at the tomb, want to touch him, and Jesus said, no, don't touch me. The time has not yet come. I have not yet gone to the Father. But in the evening, the Savior, the eternity God, eternity himself walking in the world, the Bible says they came and touched him. This God accepted to be touched by the human being. You have to think about it, people of God. The same body that those people touched is in the throne of our God at heaven today. In the heaven. Ile mwili ambao Kristo anaonekana kufufuka nayo, ambao balikiwa kaigusa, ndio inaketi katika kiti cha utukufu. This tells me the spiritual body is different to the demon body. Miili zetu miili za wamalaika na miili za mapepo haziko sawa. Hapana. Ni miili zote za kiroho lakini ziko tofauti. Hallelujah. They are the angels of revelation of the glory of God. Revealing the glory of God. Oh, the Bible is saying, Lord is too holy that no one can see him and can touch him. But these are here, they are revealing the glory of God. At the sound of their voices and their doors posts and the thresholds shook, and the temple was filled with the smoke. This smoke speaks of the presence of the Almighty God. Because the Bible is saying, Isaiah is saying, all the temple was filled with the smoke. Most of the time, when you see the smoke in the Bible, speaks of the presence of God.
One day I will talk how this presence of God moves from a mountain, because mostly Moses could go to the mountain and face the Lord and talk to him. But this moment is no longer stay on the mountain. He's staying in your heart. Powerful God lives among the heart of a human being. This Jesus decide to make your heart to be his temple. Why? So that Satan cannot touch you anymore. You don't belong to Satan anymore. Why? You belong to the Savior, to the Lord God, the Almighty, the creator of the world, powerful God, the one I'm serving. Wow. Think about it. The power of the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit took Jesus up to heaven. He didn't depend on one thing, anything else. The Holy Spirit transformed the Lord unto heaven. Wow. Until in eternity, Jesus, when he will come, it will be again the Holy Spirit who will bring you. You see the work and the power of the Holy Spirit in heaven. I praise you, Lord. I praise you, Holy Spirit. May the glory be back to you. I glorify your name, Almighty. No one is like you. Show thy glory to your people, so that they may understand and see your mercy, see the salvation. Because it says in Romans chapter 6, verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Please welcome this Jesus into your heart. He will transform you and your family and everything in your family. Today I just introduced this seraphim, and tomorrow I'll talk about cherubims, and another day I'll talk about archangel, and I'll talk about chief angel and the common angel. May the Lord bless you. May the Lord protect you and protect everything in your life and protect your children, and the Lord may help you. Let me tell you, people of God, salvation is today, not tomorrow. Salvation is today. Accept to receive God today. He will change everything in you. Accept to receive God today, and everything in your life will change. Don't only use the power of God in your life without salvation, but have God in your life. He will bring change and healing into your life. Don't look for the miracle, but you must have a miracle in you, because a miracle is not a thing. Like a miracle is a person, and his name is Jesus. Once you have Jesus in your heart, you have everything. The miracle, you have it in your heart. Think about it. Healing in your heart. Any sickness can attack you. Any pain can attack you. But when you have healing, it will push it away. Why? The healing stays already in your heart. Lord, thank you for this program. Thank you for this service. I bless your name. I glorify your name. I lift up your people. I lift everyone who will watch this video. Let this teaching transform his heart. In the mighty name of Jesus.
Let the power of the Holy Ghost, let the presence of the Holy Ghost attack the life of someone who is watching this video in the mighty name of Jesus. Thank you, Almighty, thank you, my Lord, because there is something you are doing right now. You are healing someone's heart, you are healing someone's body, you are healing someone's children, you are healing, you are healing, you are healing, you are healing, you are healing. Thank you for your presence in this room. Thank you for your presence in this teaching. Thank you for your revelation in this teaching. In the mighty name of Jesus. May the Lord bless you and bless your children and bless everything in your life. Bless you in the name of Jesus Christ. Amen.